Karibu Elimu kwa Jamii. Video iliyopita tulizungumzia kuhusu madhara ya kutokuwajibika. Leo video hii nakuletea njia au hatua gani za kuwa mtu mzuri katika uwajibikaji. Kama unataka kuwajibika katika engo yako, katika sehemu uliyopo, je, ni hatua gani unaweza ukazichukua kwa haraka zaidi kama uwajibiki kwa sasa hivi? Sasa kama unafanya kitu watu hawakipendi, wanaona kama uwajibiki, wanaona kama wewe haufai, au unapata migogoro mbalimbali katika taasisi au katika eneo uliopo. Sasa hizi ni njia ambazo unaweza ukazitumia wewe ili kukusaidia kuweza kuwajibika katika engo yako au katika eneo uliopo lolote lile, inaweza kukusaidia. Cha kwanza kabisa ni kuwa na ratiba na mpango kazi. Wewe umeamka asubuhi, natakiwa na ratiba. Je, ratiba yako unaweza kaipanga? Asubuhi umeamka, labda unamshukuru Mungu, unafanya mazoezi, una take bath, ukishamaliza unapata breakfast, ukishamaliza unasoma inspiration books, ukishamaliza vitu vingine vinafuata, unaingia katika majukumu mengine. Kwa unapopanga ratiba na kuwa mpango wa kazi, aidha wa siku au wa wiki au wa mwezi, hii inaweza kukusaidia kufanya kuwajibika ili kuweza kufikia malengo yako, kwa sababu umejiwekea labda ndani ya wiki 2 natakiwa labda nijenge labda ukuta labda wa mita fulani kadhaa katika eneo langu, katika eneo zunguka, aidha katika bustani, unalima bustani, natakiwa ile kila siku la angalau nilime kitalu kimoja. Kwa unajiwekea ratiba na mpango kazi ambao unaweza ukafanya, aidha inaweza kutegemea kwa muda gani ambao unaweka. Hii ni njia ambayo inaweza kukusaidia wewe kuwa na uwajibikaji zaidi, kwa sababu utakuwa na malengo zaidi na makubwa ya kufanya, kwa sababu unapojiwekea ratiba na mpango kazi, aidha wewe kama wewe inaweza kukulinda, kwa sababu unajua kama mchicha unachukua ndani ya wiki moja ili kukua. Kwa hiyo unaweza kaandaa vitaru vyako, leo utaandaa kitaru hichi, kitaru kile. Kwa hiyo unajua ukitoa hii, kesho utatoa kile, kesho kutwa utatoa kile, kesho kutwa utatoa kile. Kwa hiyo unakuwa na mipango na mikakati aidha ya wiki nzima, ya muda fulani, kulingana na yale matakwa ambayo umeyaweka na mipango kazi ambayo unayo. Kingine, kujiwekea malengo binafsi. Unajiwekea malengo binafsi. Je, unataka kutoka hatua gani uende hatua gani? Ndio maana kama nilivyosema, ukiwa na bustani ya mchicha, tunajua mchicha unachukua angalau ni wiki moja ili kukomaa, ili kukua, ili angalau kupata kuliwa. Lakini sasa wewe ukishakuwa na mipango, unajua kwamba Jumatatu mpaka Jumapili au Jumatatu mpaka Ijumaa nitakuwa na vitaru 5 ambavyo nitachuma kila siku kwa siku moja zitapishana. Kwa hiyo namna gani ya kuwa na mipango na mikakati, kuwa na malengo binafsi. Mimi nataka labda kila siku angalau niwe natoa, nisikose wateja katika eneo lile ambalo nalifanya. Kushirikiana na wengine, hii ni njia au ni hatua ambayo inaweza kukusaidia wewe kuwa mwajibikaji. Unaposhirikiana na wengine, aidha unaweza kuwa lazy katika ile eneo, lakini kama upo na mtu ambao mnafanana zile icon, kwamba inaweza kukusaidia akakupush, akakuwa na kuimarisha na kusaidia wewe bana, mtu tukafanya, kwa sababu naye kile ni priority yake, nataka kufanikiwa zaidi. Kwa natakiwa labda anahitaji ngoma msaada ile, kwa sababu anasema kidole kimoja kivunji cha. Kwa wewe mwenyewe kama wewe mwenyewe unapopambana, unaposhirikia mtu ambaye unamwamini, ambao unaweza kufikia malengo ambayo mna icon ambayo inafanana, unaweza ukapiga hatua na ukafika kwenye engo ambalo unahitaji na kuwa mwajibikaji mzuri katika eneo lako ambalo unahitaji. Kitu kingine ni kukubali makosa na kujifunza kutokana na hayo makosa. Unapofanya ukakosa, jaribu kufanya unapofanya ukawa sasa umeona kwamba nilitumia labda nilizidisha kemikali katika bustani yangu ya mchicha, nilivyozidisha kemikali sasa ni nini, sikumwagilia labda. Kwa unapotumia yale makosa madogo, kwa sababu utakuwa umeshaandika mipango mikakati ya wiki nzima, bana nilifanya hichi, nikafanya hichi, kama unajua labda hichi kiliharibu. Kwa hiyo maana kuwa inakusaidia wewe kuimarisha na kutafuta yale makosa uliyofanya ili kujifunza kutokana nayo, ili kukuimarisha wewe katika kazi au katika engo ambayo unasimamia. Kitu kingine ni kuwa na nidhamu binafsi. Wewe kama wewe, hii ni njia ambayo inaweza kusaidia kuwa na nidhamu binafsi, aidha matumizi ya pesa, matumizi kila kitu, matumizi yako ya muda, matumizi ya simu. Hebu jiwekee kwamba kuwa na nidhamu binafsi. Wewe mwenyewe unatakiwa na nidhamu binafsi. Sio umejiwekea kwamba saa 1 mpaka saa 2 nitachukua simu, saa 3 mpaka saa 4 nitasoma inspiration books, lakini haufanyi, unafanya vice versa. Kwa maana kuwa hiyo si nidhamu binafsi. Muda wa kusoma unalala, muda wa
unalala wewe unasoma. Kwa hiyo maana kuwa unakuwa ni vice versa. Kwa hiyo kuwa na nidhamu binafsi, jiwekee na uyafuate malengo na ratiba yako. Hii inaweza kukusaidia kuwa mwajibikaji mzuri. Kingine, kuwaheshimu wengine na kazi zao. Unapokuwa mwajibikaji zaidi, inatakiwa unapomheshimu mtu mwingine kwa kazi hata ni ndogo ile anayoifanya, ina maana kuwa wewe unaweza ukawa mtu mwajibikaji zaidi, kwa sababu unajua thamani ya wajibikaji, unajua namna gani ukajibika, unajua namna gani ya kupambana. Kwa hiyo inaweza kukusaidia wewe kwamba kuimarisha zaidi na kuwa mwajibikaji katika eneo unalosimamia na kuweza kufikia malengo yako kwa ufasaha na kwa hakika zaidi. Usikose kutufuatilia katika Elimu kwa Jamii. Tuna video mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia kuimarisha katika jamii kielimu, ili kuweza kufikia malengo yako na ndoto zako. Kwa usikose kushare, kulike na kusubscribe.